Bonde hili limekuwa chanzo cha uhai kwa zaidi ya miaka milioni 5. Miaka milioni 20 kabla ya hapo, misukosuko ya ardhi ilichonga eneo hili na kuunda bonde kuu la ufa la Afrika Mashariki. Eneo hili lenye rutuba limepambwa kwa milima, maziwa na volkano. Ikiwemo huu hapa ndani ya Tanzania, ujulikanao kama Mlima wa Mungu, Ol Doinyo Lengai, volkano pekee duniani inayotoa lava baridi yenye madini tele. Chini yake kuna bonde la Engaruka, maskani ya baadhi ya wanyamapori wetu wa kale. Kaskazini mwa Tanzania, zaidi ya 90% ya maskani ya wanyamapori yanashirikiwa na binadamu, hivyo kufanya mahusiano ya ujirani huu kuwa ya muhimu sana. Ndani ya bonde hili kuna kijiji cha Engaruka. Wakulima wa kwanza walifika hapa kipindi cha enzi za chuma. Asili yao haijulikani, hivyo wataalamu huwaita jamii ya Engaruka. Jamii hii ililima vyakula katika udongo wa rutuba wa Engaruka. Ili kukabiliana na ukame, walijenga mifereji ya kusafirisha maji na udongo kutoka mlimani mpaka tambarare. Mbinu iliyofanya kazi kwa muda. Lakini katikati ya miaka ya 1700, jambo lisiloelezeka mpaka leo lilitokea. Jamii ya Engaruka ilitoweka. Kisio kuu la wataalamu ni kwamba mfumo wao wa maji uliodumu karne nyingi hatimaye ulisababisha mmomonyoko wa udongo kutokana na kukata miti. Chochote kilichotokea kilifanya bonde hili la mito mitano kuwa bonde la mto mmoja na kukiacha kijiji na ukiwa. Miaka mingi baadaye, waliokuja Engaruka walifanya mambo kwa namna tofauti. Mimi nakumbuka wakati wa mwaka 1984. Wakati huo mimi nilikuwa ndani hapo. Tunawakumbuka sana tunapoishi hapa. Majani mingi na watu sio wengi. Ninaitwa Baraka Leyan, naishi Engaruka, kijiji cha Irendeni.
Wamasai kabisa ni kufuga tu na kutenga sehemu za malisho, tuseme kama Lalili. Hatujiulishi kwa sehemu za kilimo. Ng'ombe ni chakula, mali na asili ya Wamasai, vyote kwa pamoja. Lakini tofauti na mifugo ya shambani, wao huchungwa kwenye nyasi pori. Ng'ombe na umuhimu wake ni maziwa, nyama, halafu na uwepo kwenye maboma na ngozi kwa ajili ya kulalia. Kwa hiyo ng'ombe lazima muweke mahali safi ili apate afya, ili na wewe upate afya. Baada ya muda, Wamasai huondoka, wakiruhusu nyasi kurudi tena na kutoa nafasi kwa wanyama kuzaa. Mtindo huu wa maisha umehifadhi nyanda za Engaruka tangu ujio wa kabila hili takriban miaka 400 iliyopita. Pia umehifadhi shoroba za wanyamapori na kuziacha wazi. Wanyama hupita Engaruka wakisafiri kati ya maeneo yao ya kuzaliana. Hupitia ekolojia za Tarangire, Manyara, Serengeti na Ngorongoro. Ndamwilia, swala na nyumbu tunaishi hapa Engaruka hivyo na wanyama wao. Sasa sisi na wanyamapori tunaishi vizuri kwa sababu sisi hatuli wanyama, hatuwindi kabisa, tunaishi nao miaka nenda nyuma. Engaruka huwezesha uhamaji mwingi wa ndani. Lakini kuna mnyama mmoja hubaki hapa muda wote. Alama ya taifa la Tanzania. Twiga wa Kimasai ametembea ardhini hapa kwa angalau miaka 1,000,000, wakiwa bega kwa bega na Wamasai ndio walinzi wa Engaruka. Sasa twiga yeye haihami kabisa, wanapenda sana kukaa na binadamu. Kama wanyama wanaokula majani, twiga husaidia kuleta usawa katika malisho na kukuza bioanuai. Hula majani ya miti, ambako huku husaidia mwanga wa jua kufikia mimea ya chini ya ardhini, na kinyesi chao kilichojaa mbegu hurutubisha ardhi. Twiga hawashindani na wanyama wanaokula nyasi. Hivyo hii inawapa fursa ya kuishi sambamba na Wamasai na mifugo yao. Lakini hapana kabila wala mnyama yeyote angechagua kuishi karibu kiasi hiki. Lakini kutokana na vitisho kutoka kwa binadamu wengine kama ujangili, idadi ya twiga wa Kimasai imepungua kwa nusu ndani ya miaka 30 iliyopita. Wako hatarini kutoweka. Ni twiga 35,000 pekee waliobaki, hali inayofanya uhusiano wao na Wamasai kuwa wa muhimu zaidi.
Leo kabila hili na mnyama huyu mpole wanakabiliwa na changamoto mpya. Kipindi cha kiangazi wanasafiri kwenda kutafuta majani sehemu mbali. Kwa hiyo tutakuwa na changamoto kipindi cha kiangazi. Vilekeno kutoka Donyelengai ndio imeleta athari ya kila kitu. Nyasi, mifugo haijakuwa vizuri, kaleta ukame. Wamasai hupima muda kwa matukio makubwa kama mlipuko wa Oldoinyo Lengai mwaka 2017. Lakini mabadiliko haya ya mazingira ni sehemu ya picha kubwa zaidi. Mabadiliko ya tabia nchi yanagusa Engaruka. Mvua si za uhakika tena na nyasi hazitoshi. Ng'ombe wanahama, kabaki mbuzi karibu wanahamia kwenye maboma. Wakati ardhi karibu na boma la Baraka ikikauka, humtuma mwanawe Meheti na kaka zake kujenga makazi ya muda, sehemu yenye nyasi bora zaidi. Makazi haya huitwa Ronjo, umbali wa kilomita 30 kutoka nyumbani. Tukikuaga huku nyumbani, kiangazi ikiwa naanza, tunakuja kutengeneza huku Ronjo kwanza. Tukishamaliza ndo tunaenda kuleta ng'ombe huko nyumbani, na tukishaleta ng'ombe tunarudi nyumbani kuwaleta kondoo. Kijijini bila mvua, mmoja wa wake zake Baraka hutembea kilomita 20 hadi kisima cha jamii yao. Lakini kuna mwingine anayefurahia sehemu hii pia. Wakati morani wakiwa mbali, twiga huja kubaki hapa. Wanajialika kunywa maji. Si rahisi kwao kupata maji pia.
Utafiti umeonyesha kwamba twiga jike katika Engaruka hupendelea kuzaa karibu na maboma, mahali salama dhidi ya wanyama wakali. Wamasai na twiga hawagombani kabisa. Maana watu wa hapa Wamasai wafugaji, yaani twiga hawana madhara kabisa. Maana twiga anaenda tu kutafuta matawi ya kula kwa mbali sana. Na twiga yeye wanaweza sana kuishi na Wamasai maana ni mpole, sio mchokozi. Ni mnyama tu ambaye anakula tu nyasi basi. Ingawa twiga na mifugo ya Wamasai hawashindani kwa chakula, mgahawa wa Engaruka unazidi kuwa mdogo. Kadri ardhi inavyozidi badilishwa kuwa mashamba, wanadamu na wanyamapori wanazidi kusogeleana, na twiga wanalazimika kushirikiana rasilimali na binadamu. Huko Ronjo, Meheti anasubiri. Murani si hajaoa, kwa hiyo akumbuki kama mtoto wake huko nyumbani. Yeye anaendelea tu kukaa na ng'ombe huko mpaka mvua inyeshe ndo alete huku nyumbani. Maziwa aje wapewa watoto huku. Maisha ya Ronjo huweza kuwa magumu kwa malayoni. Wanaweza kuishi humo hadi miezi 8 wakitunza mifugo yao na kujitunza wao wenyewe bila kurejea nyumbani. Kila siku Wamasai hutuma mashujaa kutafuta malisho na kuripoti hali ya nyasi. Lakini wakati wa mvua fupi, wanagundua kuna tatizo. Mimea inayostahimili ukame imeanza kushamiri katika nyanda zao za malisho. Hasa hapa kwetu kabisa kwa hiyo mmea tulikuwa tunang'oa baada ya kuona tu. Maana uking'oa kabla haijatoa matunda anaweza kaisha. Lakini kuacha tu kutoa maua meupe, basi tayari ameshapanda mbegu. Kwa hiyo anaendelea tu kukua. Mimea hii imekuwepo, lakini siku hizi ndio inamea zaidi kuliko nyasi, ikivuruga nyanda hizi za malisho. Inazidi kuwa ngumu kwa Wamasai kudhibiti ukuaji wa mimea vamizi ambayo inawalazimisha kulisha mifugo yao kwenye ardhi ile ile mara nyingi zaidi, jambo ambalo linadhoofisha nyasi. Lakini walinzi wa Engaruka wana msaada wa ziada. Watu kama Maria Elias hufanya kazi na jamii yao kwa msaada wa shirika linaloitwa African People and Wildlife, watu na wanyamapori, ili tu kudhibiti mimea hii vamizi na yenye matatizo kwenye nyanda zao za malisho. Mimi ni mratibu mfuatiliaji wa nyanda za malisho kijiji cha Irelendeni. Kwenye mambo ya malisho tunachoangalia ni kuangalia urefu wa majani, uoto wa asili kama upo, na pia tunaangalia ardhi tupu iko kiasi gani kwenye eneo letu la malisho, na tunaangalia pia mimea vamizi inayoua majani inayotumika kwa ng'ombe wetu. Kama sehemu ya mpango huu unaoongozwa na jamii, wasimamizi kama Maria wanatumia teknolojia mpya inayojengwa juu ya mbinu za kitamaduni za Kimasai kuhifadhi nyanda za malisho. Ili kuainisha matumizi ya ardhi, Maria hushirikisha viongozi wa kijiji taarifa hizi za kidijitali, ambao husaidia kuamua mifugo itachungwa wapi msimu ufuatao.
Sasa hivi kama mvua hatujapata mvua sasa hivi, tunaendelea kwenda Ronjo. Na mvua ikigoma kabisa, tunahamia sehemu nyingine kwenda Lengai kutafuta majani. Matumaini ya mvua huwa mazuri, lakini sio wakati wote hutimia. Eneo hilo la mlima liko umbali wa kilomita 40 zaidi kutoka Ronjo. Mvua kubwa zarudi na mashujaa wanaweza rejea tena nyumbani kwa wapendwa wao. Kiona sasa hivi nanyesha, najisikia raha, maana naona kama naelekea kwenda nyumbani. Maana kazi yangu itakuwa kidogo, maana ng'ombe ataenda nyumbani, majani yatakuwa mengi, na mimi nitaenda kukaa kama mtoto huko nyumbani. Baada ya kina Maria kufuatilia nyanda za malisho, yani kabisa tumepata faida ya kutosha. Maana nyasi tumepata na wamefuatilia vizuri na tumepata faida. Sisi Wamasai tulikuwa hatuwekezi maeneo yetu kwa ajili ya malisho ya kiangazi, tunakula kwa wakati mmoja. Lakini kwa sasa hivi tunapata elimu, na jinsi tunavyofuatilia mambo ya malisho, tunawaelimisha pia na wao kuwekeza maeneo kwa ajili ya kiangazi. Kiangazi ikija kuwa ngumu, wanakuwa na maeneo ya kulisha mifugo, na hapo ndio tunapopata faida. Mifugo yetu hawafi wakati wa kiangazi kama mwanzoni. Wahisipo kurejea kwa morani, twiga wa Kimasai huondoka karibu na maboma wakati wa msimu wa mvua za masika nchini Tanzania. Kwa kujaa tena kwa vyanzo vyao vya maji, wako huru kuzurura nyanda za juu za Engeruka kama mwanzo. Mwaka huu tumepata mvua, mwaka jana tumepata mvua, lakini mbeleni hatujui takachotokea, hatujui tutaenda wapi. Maisha ya Engeruka yategemea huu uwiano kati ya ardhi, wanyama wake pori na watu wake. Kusimama imara pamoja na walinzi hawa wa asili ndiyo nguzo yetu kuu dhidi ya kesho isiyotabirika.